Muziki na umoja. Tunaona unakuja na kinani cha umoja leo kimejaa hapo. Kimejaa huku sasa tujui ni nini sasa. Sisi tunamaliza. God bless you so bro. Na kama umependeza mashallah. Na vibe tu ya bei. Kuna mzigo bro. Kuna mzigo. Na vibe tu ya bei sana. Kuna mama yake sana tikisiki. Kwa sababu tu hichi kimwili. Mimi ni mama lao wewe. Kama mimi atapatikana yake. Kwa sababu tu kimwili lakini uzuri hapo. Ushaiona kwa mimi napita? Uzuri hauna mama. Dari na tuongee ukweli, uzuri hamna. Kwa sababu tu hichi kimwili. Simama tuone. Wewe mwenyewe na jaro yako inakusuta. Inakusuta. Asimame tuone. Mimi sina uoga. Jamani, mimi mwanamke na jiamini huko. Kisusu si kigodoro. Tafadhali. Hii simu narununua laki ngapi? Laki 6. Sasa hii mume wako alikuwa nayo juzi. Mume wangu ana simu hizi. Simu hizi iPhone. Simu tulifanya nayo, hii simu tulifanya nayo. Ngoja aje umuone anayo ya kwake subutu. 10 mimi utata kwenye kiuno ipo. Of course, hata mimi ni hivyo. Yeah. Kwa hiyo nivalie miguuni mkononi ilishindwe. Kwa mguu basi, wewe ndio kwa mguu na kazi gani? Kwa mguu tutataka kufanya. Hii ni urembo, nishakusimulia. Ni urembo pia. Yaani kama vile unavyofaa hii ni na maana gani? Si urembo. Ni ochi. Ni urembo. Natakijua kwamba hivi kwa mguu watu wanakosa. Alafu ile nyingine ya kule ndani mbona watu wagaioni? Sasa ndio utajikufahamu. Ndio mshangae sasa. Jipe jipe. Sasa unataka nyingine unavaa kama vile unavaa hereni, unavaa kumkono, kumguu. Yani unapo urashaka makuru mashasha meza kandagezweho fyonda subscribe kuri Ami Show TV amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe L Trending iriho ku bwanyu barindi nifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success. Yes, hello kama kawaida, I'm MB Promoter, I'm here. Ni maeneo ya Buiza ambapo nakuja kumtafuta mwanadada ambaye she's so amazing sana, ni mzuri, ni mwanadada ambaye ni wa star. Jina lake liko maarufu sana. You know, this is Ami Show +257. Kama huja subscribe our channel YouTube, go to subscribe our channel YouTube, Ami Show TV, subscribe and share, we need it. Amani tuko Saudi Arabia simple pot. Unapoona hapo ni maeneo ya Buiza, pale ni sema papa alikuwa legend ambaye aliweza kufariki, ambaye alikuwa ni sasa. Okay, for now we are here. So we gonna let me say and I pray God for everything. God nisaidie kile kitu ambacho nataka kukifanya kikue poa na kutanguliza Mwenyezi Mungu pamoja na mimi. Amen. So follow me, tunakwenda. Sasa hivi nakwenda kwa Odema. His name is Bidon D. Na mambo inakoje? Poa. Uko fresh? Ndameznes. Hebu tunaomba kitu kimoja kwanza bila kuongea nawe lazima kwanza utie simu. Kwa sababu mwenyewe ni macha simu, okay? Okay. So first nakuja kutembelea nyumbani kwako I'm happy na furahi sana kwa sababu nimekuta hapo. Uko so smart for now. So good sana, alafu naona umevalia kama vile. Hebu niambie, yani plani yako ya mwisho, siku ya mwisho wewe kudate na mwanamume kwa siku gani? Mimi na date sasa hivi, hata sasa hivi nilikuwa na mume wangu. Nilikuwa na mume wako? Sasa date. Sasa. Wewe unaridhika kwa nani kama vile ngapi? 3, 4, 5 au 6? Haikuhusu. Unanihusu lakini kwa sababu you know what, this is Ami Show TV. Nimekuja niko pamoja na Bidon kama unavyomuona. Sikusema tu kwamba timu mnamfahamu. Mnamfahamu kama kawaida, ni mke wa mwanamuziki ambaye anafanya fresh kwa tasnia nzima ya muziki ambaye ni Bidon. Mume wake anafanya waga, anafanya comedies. Bidon, kwa nini wewe waga upendi kufanya kazi na mume wako kama vile comedies? Sio kipaji changu na hisi. Lakini kama kumelekana lazima kwanza unasimali. Mbona kama vile mpigana na mume wako? Umepigana na mume wako? Subutu. Tunaanzia wapi? Kwenye shape yake, uko poa lakini niko sawa. So, unajua kitu gani ambacho kifaa mpaka sasa hivi nafika? Nilipata story ya kwamba for now wewe ulikuwa unafanya mama ntilie kama sijasahau. Sio hivyo? Yeah. Hebu tuambie mama ntilie disha wapi? Ya mama nitilie sio kwanza ilikuwa mama nitilie, ilikuwa ni restaurant. Wewe vipi mama nitilie? Mama ntilie na restaurant kuna utofauti. Mama nitilie ni ya chochoroni. Mimi yangu haikuwa ya nyuma ya nyumba. Unasikia? Mama ni hiyo restaurant nimetumika, nikafaidika. Nilikuwa nazo 2 Buiza, Gardinoro. Lakini nimechoka, nikawa nimeumwa, nikawa nimesimamisha kwanza. Kwa hiyo nikaanza kuuzisha na vitu vingine. Mbona imesemekana kwamba hiyo restaurant ilikuwa eti imekuja kufeli kwa sababu eti mume wako alikuwa anakuomba pesa sana? Is true kweli au ilikuwa ni uzishi tu wa
watu. Huyo ni umbea bwana. Eti mume wako anapenda kutumia pesa nyingi sana. Sio kweli, kwa sababu anatumiaje pesa nyingi na wakati sisi tunazitafuta? Si kweli. Sio kweli. Tumeamua tu. Tunaona kwamba hapa unakuja unauza kama vile sabuni. We need to know, kwa sababu hichi kitu ni kitu ambacho kilipewa kwa Mkombozi. Labda tueleweshe, labda na mmeweka shilingi kwenye mkataba wa kufanya hiyo biopower, au ilikuwaje mpaka kufikia mpaka tunaona vitu viko hapa? Hii biopower ni kama ni sabuni tu nauza kama wauzaji wengine. Nimeipenda nikaamua tu na mimi niuze, niwe naichuuza, wanishore wafanzi wangu, wa ndugu zangu, wa rafiki zangu, kwa sababu nimeipenda. Ni sabuni nzuri sana. Sabuni nzuri. Hebu mtu kama anahitaji kufahamu kwa live sabuni nzuri wakati mbona iko wazi lakini nafunikiwa hivi, watu wanaweza kameneje kama sabuni nzuri? Kwa mimi nishawahi kuifulia, mimi ndio ushuhuda wao wa kwanza hapa, naweza nikawaambia. Tumezoea zima omo zingine zinatoa mavidonda mikono, lakini hii iko vizuri sana, haitoshi mavidonda. Iko vizuri. Licha kwanza na maisha kwanza ya biopower, tunaweka kwanza maisha yako ya kawaida, kwanza maisha kwamba unaishi na mume wako. Watu wago wanasema bwana bidondine mume wake ni kibonge lakini mwanamke wako ni mwembamba. Hebu tuambie siri ya mafanikio mpaka ukao mnene alafu yaka kama vile makonde. Kwanza watu waache kuongea vitu venye hawajui. Mimi inabidi ndo tujaoana nikiwa niko hivi. Nilikuwa kembamba, tena kembamba eba kadogo sana. Nenda tu na nenepa ninapoishi naye nikakuta tu nimekuwa hivi. Kwa hivyo. Nasema kwamba katika baadhi ya wanawake watano kwamba ya wasanii kwamba wewe ni mwanamke ambao wa kwanza una shape kule. Kwa nini tumekutazama kule una shape kule babu kubwa shape? Sio kweli. Unasema kwa sababu waliweza kufanya kama top 5 ya wanawake ambao wasanii ambao wako na mashape kubwa wao ndio wanachukua kama vile nafasi ya kwanza. Licha na mwanamke wa Mgalizaya Kimana Stein, lakini wanachukua nafasi kama vile ya kwanza hivi. Wewe unasiaje hicho kitu? Mimi hiyo siamini, kwa sababu mwili ni mwili, unakuja unaondoka. Kwa hiyo kitu kama hicho msikiweki mbele sana. Usikiweki mbele sana. Kwenye story ambayo kama vile siku hizi na kama vile inazagaa kwamba bidondile mara nyingi tu waga unampita mume wako nyuma. Kweli tena unapita tena na kijana mdogo ambaye labda ni mdogo labda ambaye wewe bwana wako akitazama labda wako na umri sana. Hebu tuambie tukipata details mpe watu waelewe. Kwa mfano yupi? Mbona mimi simjui huyo? Kwa sababu hapo kitambo kilipita kama akasema kama vile labda ilikuwa ni training, lakini for now hajasemekana, ndio hivyo. Sasa tunataka kufahamu kweli. Hiyo ilikuwa ni kiki, watu tuliongea na nishaiongelea, haikukuwa kweli. Ilikuwa ni kiki, watu wanajua hiyo nishaongea. Watuambia kwamba hebu tuulizane kwanza kitu moja kama vile siri kubwa. Bidondile kitu gani ambacho waga unakipenda wakati tunapokuwa kwenye mahusiano ya mapenzi usiku na mama? Vipo vingi, ukishakuwa kwenye ni vyote tu mimi navipenda, kwa sababu yeye ni mume wangu wa ndoa, yake vyote mimi napenda. Mfano wewe unapenda kubwa au ndogo au fupi? No. Mimi yake iwe alivyo, vyovyote alivyo mimi napenda, kwa sababu nimeshalizia ni mume wangu wa ndoa. Kweli. Unajua kwa sababu gani hichi kipindi kinaitwa kwamba the life of a star, ni maisha ya star ambayo watu walikuwa labda wajui. Ndio maana tunaingiza maswali mengi ambayo labda tuendekana kipindi chetu, lakini ni maswali mengi tena, maswali makubwa. Hivi unaweza kuniambia ni mwisho gani, yani mara mwisho wewe ulipomchiti mume wako ilikuwa ni siku gani? Kama mimi sijawahi kumchiti, no? It's true. Kumchiti hata siku moja. Nini ambacho unacho special ambacho mume wako alifuatia kama bidondile? Mimi kama mimi ni mimi tu. Hiyo nyingine sitaki ku. Labda sikimi nimefuata bila amna kabisa, kwa sababu yeye kwanza hajanipenda na hicho kitu wewe unachokiongea sijui shape. Amna. Mume wangu yeye anipenda yeye kama yeye. Basi. Tuingie sasa ndani kwa biopower. Ya kwamba unasema kwamba biopower ni sabuni ambayo inatoka kama vile unasema nini? Haitoshi mavidonda kama wakina mama sisi tunafua, tunajua maana ya vidonda. Nyinyi wanaume nahisi hamwezi kuelewa. Sisi tunazoelewa kwa sababu ni ile kupiga mikonyeto, kwa sababu kuna wanaume ambao labda mikonyeto, labda sijui yeye inaweza kuwa hiyo. Amna, hii biopower ni omo ya kufulia nguo. Umeona mwenyewe ameweka hapa, ni ya nguo. Si ya hivyo vitu wewe unavyovimaanisha. Ni nguo, nafulia nguo za mume wako, watoto. Ukifulisha biopower na hisi hauwezi ukashika. Hii ni biopower yani. Sijui. Menindipia Minervari. Lugha ngapi ambazo unazijua kwenye akili yako? Kama utoche Kiswahili na Kirundi. Warandi Minervari ndakuiana. Sasa kama mtu anakuuliza mwaka kama alikulipa school fees, lakini nakuuliza labda mfano unakuja kufanya interview na mtu ambaye anachokijua ni Kiswahili na Kirundi. Ndio unachokijua? Kudu kitu kwa Kiswahili ni aje? Kwa nini? Kufanya mapenzi na mwanamke kwa Kiswahili ni? Sijui. Sasa unataka Kiswahili ujui? Hiyo sivijui kwa utanisame.
Sasa wewe unaanza kuniuliza vitu vya chumbani. Unataka kunivuria heshima nini wewe? Wewe unaniambia kwamba sasa mimi nakuuliza mambo hii kipindi ni ya live ni ya YouTube niuliza paka vitu vya kitandani. Huyu mtu haiko normal ndavifahamu? Sikiliza. Wewe unaniambia nina haki ya kuuliza kitu chochote unachokitaka. Mambo ya kitandani uta-create kundi ya kufanya hivyo vitu unaulizia watu. Lakini ikifanya chukundi wote utakuwa chief. Koma. Tuongelee mengine mambo ya vitandani kwanza ustope kabisa. Kwa nini? Sisi tunaongelea mambo ya vitandani vipi? Basi kundi yako kwamba ulifungua account yako ya group ya Bidondini. Ulifungua ile kundi kwa sababu ya kitu gani sasa? Bidondini team ni ya wafanzi wa muziki wa Burundi. Wanayo support muziki wa mume wangu na vitu vyangu mimi kama mimi. You know? Lakini wanaonaga wanatuma zingine miki sio za mume wako. Wengine wanaruhusiwa lakini ina sharti ile group nikizani uko hemo unajua muziki wa hapa Burundi ndio unastahili kuingia mtimu Bidondini. Wa nje ya nchi hairuhusiwi. Kuna video nyingi mara nyingi wanaziona za kwako ukitweet, ukicheza, ukidance alafu ukionyesha nyumba. Hivi wao unataka kumaanisha kitu gani kutuma zile videos? Ile ni maisha tu kwa sababu ukiwa na furaha unatakiwa ujiachie kwani kuna shida. Hapa ni kitu muziki unaweza kucheza. Utanilipa? Maana uaga anacheza kwa pesa. Kwa sababu watu watadi waone show yako live. Waone live na vitu. Kwa sababu uaga unasemaga labda sio muda wote. Sio muda wote. Kuona show yako sasa hivi tu sasa hivi. Wananionaga kushow nafanyaga show na mume wangu wanajua Isaac TV alipublish show zangu mimi na mume wangu. Waga wanaona wafanzi wangu wanajua hiyo kitu. Mtu mmoja ambaye unampenda kwa kutoka kwenye group yako ya Bidondini team mtu gani? Wa kike. Wa kike ni Jojo, anajijua huko aliko ni Arabia. Jojo yule ambaye alikutoka na nani huyo? Sijui, anatoka na Drizzy. Drizzy wa Isoko team. Ndio Jojo huyo ndio rafiki yangu, ndio mtu nayempenda kwa timu Bidondini na mwingine ni wewe pia maana ndio mtu una support sana. Ni ubahe cyane. Ni ubahe cyane none yuri yose ni ubahe kuko na ubikora neza. Uratana. Urabikora cyane. Mtu specification ya hizi vikuku kwa mkono alafu kuna vikuku ambavyo nimeona kama ulifanya kwenye mguu. Hebu tuambie, we need to know that. Kwa nini ulivaa vikuku kwenye mguu? Hii ni urembo jamani. Mbona mnapenda kunisumbua na hiki kitu? Tena wa journalist hiyo mvao mkagera murandusha. Ni urembo wa wanawake tunavaa. Haina maana, haina vitu virefu. Vinaonekana. Unajua kitu kwa watu wanasemaga wakifaa hivi labda ni wale watu ambao labda ni masnitch. Au nyie mnaoamini nyie wa shamba. Watu wanaoamini kwamba hii ni ya umalaya au ya kujiuza basi nyie wa shamba. Hii ni urembo tu kwa msichana. Eti unapovaa hivi kwa miguu utakuta hata kwenye kiuno hivi. Of course, hata mimi ni hivyo. Kwa nini nivalie miguuni mkononi ilishindwe? Kwa mguu basi, wewe ndio kwa mguu na kazi gani? Kwa mguu tutataka kufanya. Hii ni urembo, nishakusimulia. Ni urembo pia. Yaani kama vile unavyofaa hii ni na maana gani? Si urembo. Ni ochi. Ni urembo. Natakijua kwamba hivi kwa mguu watu wanakosa. Alafu ile nyingine ya kule ndani mbona watu wagaioni sasa ndio utajikufahamu. Ndio mshangai sasa. Kipe jibu. Sasa unataka nyingine unavaa kama vile unavaa hereni, unavaa kumkono, kumguu, yani unavaa unapotaka. Ni urembo tu. Tattoo ambayo uziko kwenye mwili wako tattoo ina gani? Tattoo ni moja ambaye ya my husband ni Bidondo Love. Sina zaidi ya hapa. Kwa sababu yani udimtea mwanaume wako kwenye tattoo. Yani maana yake huyu ndio roho yangu. Hauna nyingine kwenye nini? Ule sehemu wanasema nini? Amna, mimi nina moja ambaye ni ya mume wangu, yani roho yangu, kila kitu changu. Pumzi yangu. Ndio yuko hapa. Inatokea nyumba mbili zinaungua. Nyumba moja ya The Voice Thompson The Voice Killer na nyumba nyingine inaungua ya Lolilo. Ipi unaweza kwenda kuama vile kwenda kuliwahi mapema kuokoa? Kiukweli watu wangu wote afu wote washemeji zangu na wapenda washemeji. Washemeji zangu. Lolilo nampenda pia ni shemeji yangu. Makanaki pia na yeye pia ni ni rafiki yangu, niko fanzi wake. Yani hapo ni yubahwe vrem. Kuna mtu anatambia kwamba eti wewe kwa sababu gani mnadumu na mume wako eti kuna vitu ambavyo viko special kwenye kitandani lakini wadada wengine labda wasanii wengine labda huwa wadumu na mume kwa sababu wanakuwa wajikazi. Labda tuambie kitu ni kitu gani special ambacho waga unakifanya ili mpaka udumu na mume wako hivi. Leo wenyewe wadumu hawako kwenye ndoa. Sababu ndoa ina changamoto, ina mambo makubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuona ndoa zinafungwa na kesho zinavunjika, wajui maana ya ndoa. Ndoa ina siri kubwa. Kwa hiyo
siwezi nikaviongea hata nikavimaliza, ni vingi sana, ni vingi kabisa kusema mtu kai kwenye ndoa na unadumu miaka 10. Yep. Yeah. Kuna mtu aliniomba kwamba eti tunapokuwa tunafanya kipindi la zetu ukinichumu kwenye chef atakutumia pesa. Mimi asubutu hela yake abakiani. Mimi namchumu ni mume wangu tu. Kwani mimi Yeah. I'm not handsome. I'm not handsome. Vipi? Nakutaka iko nini? Wewe kiukweli iko sexy boy na jina nimekupa mpya. Yeah, kwa hiyo lakini kukuchuma subutu. Subutu utanilota. Wajua kama kweli ni rafiki yangu sasa kunichuma itakuwa nini? Utanilota, utanitoa. Miwa hivi tu. Unajiamini. Mimi ni mama lao sumba zose. Kila siku nawaambiaga kama mimi hapa hata patikana. Za nini? Hata unipe dola 10,000 pesa ndogo sana bro. 10,000. Kwani hii simu nanunua pesa ngapi? Aka sina shida. Hata pesa unakataa 10,000 kunichuma. Hii simu nanunua laki ngapi? Laki 6. Sasa hii mume wako alikuwa nayo juzi. Mume wangu ana simu hizi. Simu hizi iPhone. Simu tulifanya nayo, hii simu tulifanya nayo. Ngoje aje umuone anayo ya kwake subutu. 10,000 miwa hivi nakosa pesa. Au ni actress wa wapi? Hii mwana nanunua ngapi mpaka mimi 10 naweka. Weka. Una njaa. Kule kumtwenzi. Sina njaa. Demo nitaenjoy. Kumtwenzi kuna wademo wabovu sana. Zile ni level zako si zangu mimi. Level za nani? Ushawahi kuniona kumtwenzi mimi. Kama kuna demo mzuri ambao usizokafikiria mwanamke wa kumtwenzi usizokafikiria uzuri. Acha dharau presti yangu. Acha dharau. Unajua kitu gani ambacho kinakufanya wewe kwa sababu tu hichi kimwili. Mimi ni mama lao wewe kama mimi hatapatikana yake. Kwa sababu tu kimwili lakini uzuri hauna. Ushaiona kwa mimi napita? Uzuri hauna mama. Dari tuongee ukweli, uzuri hamna. Kwa sababu tu hichi kimwili. Simama tuone. Wewe mwenyewe na jaro yako inakusuta. Inakusuta. Asimame tuone. Mimi sina uoga. Jamani, mimi mwanamke anayejiamini huko. Kisusu si kigodoro. Tafadhali. Sina sio kigodoro huko. Sio kigodoro. Siri kwanza, tubiane siri. Unakuwa tuza siku hizi Motorola, tubiane siri. Siri gani? Okay. Sasa ni mbona kweli mashamba? Kapatia kwa alafu jamaa iko fresh, iko good sana. Bro nakwaje? Uko fresh? Njoo kidogo. Subutu tamulota. Sasa umeke anafika. Hapa nataka nipigwe. Unapigwaje? Kileta usuto utapigwa. Mimi simagopi. Baba lao takucharaza. Chinga we. Kama vile jamaa yeye baby njoo mfukuze. Anifukuze? Yeah. Wewe anaenda kunifukuza. Anataenda kunifukuza, anafukuza. Inaanza kwanza mfano anakuja kunifukuza kwa mfano. Sawa, so anaona kama biopoa ni nzuri. Watu viongelea ni sabuni. Yeah, sabuni nzuri wewe mwenyewe unaona. God bless you so long na Mungu akubariki sana. So labda tuongee kitu kimoja ambacho kama vile special for me. Okay. Bidondine ni mtu wa aina gani kwenye industry ya muziki ambao watu hawajui? Yeah, mimi ni mtu kama watu. Alafu mimi ni fans wa music wa Burundi. Yaani napenda vya kwetu. Lakini pengine sijui kwenye nipo tu na kwamba mimi ni mke wa mwanamuziki wa Burundi basi ni hiyo tu. Ndio hiyo tu hakuna kingine kwa kweli. About biopower mnalipa fresh sisi kama hivyo maisha nyingine ni kuuza. Biopower ndio changu. Ndio kama mume wako sasa ana kazi. Mume wangu ni mwanamuziki. Sasa kazi muziki ni kazi. Mwanamuziki tu yani hakuna kazi nyingine mwanamuziki tu na biopower inafikiri wasanii. Ndio. Sasa labda kushukuru sana labda. Neno moja kwa mafanzi. Ni TV gani kwani? Hata sijui ni TV gani. Miss Show TV. Nakumbuka. Miss Show TV yo muri hose ni mwubahwe ndabakunda cyane ni Bidondi Ntima naongea. For me neno moja kwangu. Weye sexy boy kula kubyako. Kula kubyako. Ni chumu. Kula kubyako. Unaona vile niko nasema ndio hivyo unaona? Yaani jamaa na kazi ana bro inakwaje? Uko fresh. Sorry lakini bro. Nimekuingilia bana. Amna. Umependeza bro. You look so good my brother. Yaga. So ndio hivyo. Yeah. Tunamalizia labda neno moja kwa mafazi ambao wanatazama Amisho TV ulichosema. Labda ambao usikose kusubscribe and share and comment we need it about that. Ndio kama kawaida yao wafanye kazi wanajua kinachostahili. Kweli. Yeah. Bro na mzigo kweli na mzigo kweli mkubwa. Wanamaliza. Kamata video. Mchanie kwanza. Basi wale kwa mdogo.
Kamata. Nani wewe ni nani? Acha kunikaa. Wewe ni mke wangu. Ndio sawa wangu. Security. Abana wewe ta security hapa. Security ni mke wake, so ndio bwana wake huyo jamaa ndio vidondola bro. Mimi nakuja kumcheki Ulibande wewe ni nani? My name is Eddie Promoter. I'm from Amisho TV Plus TV. Mimi naishi duniani kutoka Burundi. Mimi wa Burundi. Mimi wa Burundi. Unajua mimi Burundi arama kante menshi mujinda. Yobona bana. No shaki. kuja kumtazama tu mama. Waje gusuma omo change waje kumurama. Hapa hamna omo ya kununua kwa sababu mimi situmizi omo hizi. Nimeshanunua kwanza Bio Power. God bless. Alitoa kwamba eti kwa sasa hivi wewe una maisha. Ndio maana nilikuwa nakuja kwa wala ni Yendo akatashia kama sina maisha mengine ni ya omo tu. muziki na omo. Na tunaona unakuja na kinani cha omo kwa leo kimejaa kule. Yeye kimejaa huku sasa tujui ni nini sasa. Sisi tunamaliza. God bless you so bro. Na kama umependeza mashallah. Na vibe tu ya bei. Kuna mzigo bro. Uko na mzigo. Na vibe tu ya bei. Kuna mama ya kicks na TKC. So God bless you. Hebu salimia tu watu basi wafanzi wa Amisho ambie tu kitu kimoja hivi. TV inaitwa Amisho TV. Amisho TV. Yaga. Sio kusema. Sina sema. Hata tunashoot TV. Waambie. Yaga, Amisho TV. Unakuwa sa TV Yaga, unakuwa sa TV Yaga. No. Sema ya kwako, una logo sema. Hujataka creativity bro. Napenda. Ndo. God bless you bro. Thank you so much. We can cut. Yeah. Tumalizie. Malizie. You know what? Nimeshamalizia ulikuwa pamoja na MB Promoter, Kimi Self Luck. Hapa ni mahali ambapo mimi nimezaliwa, ni Buiza Paradise. Pale nilikuwa na marehemu ambaye alikuwa ni legend wa muziki So K Black is Black. Huyu jamaa ni kakaangu and I love you so much. Usikose kusubscribe our channel and share with it and comment. Hii ni Buiza kama kawaida. Okay, sio hivyo. Sio nyumbani tulizaliwa. God bless. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho. Fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L Trending iriho kubganyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.